Basi siku hiyo ilipofika, Nabii Yusuf alikuwa ameketi anafanya kazi zake. Akaja mfanyikazi wa Zulekha akamwambia Yusuf, Zulekha anakuhitaji. Yusuf alitoka kwenda kumsikiza Zulekha, lakini njiani alikutana na mwanamke mmoja na mtoto. Mtoto huyo alikuwa analia sana, wala alikuwa kwa mamake akijaribu kumnyamazisha hanyamazi. Yusuf alijaribu kuvuta picha na kusaka kujua kwa nini mtoto huyo analia, ila aliendelea na safari yake kwenda kumsikiza Zulekha. Zulekha alikuwa na furaha sana siku hiyo. Furaha hiyo ya Zulekha ilikuwa haina kifani, manake alikuwa anamtaka sana Yusuf kimapenzi, na leo ndo ilikuwa ni siku ya kutimiza ndoto zake. Basi akamchukua Yusuf na kumpeleka sehemu ambao yeye huwa hapendi usumbufu. Ilikuwa ni milango mingi sana, na milango hayo yalitiwa kufuli. Yusuf alishangaa sana na kumuuliza yule mfanyikazi, kwa nini unafunga? Akamwambia, Zulekha ameniambia hataki usumbufu siku ya leo, ndiyo maana nimefunga. Basi Yusuf akamsikiza Zulekha. Zulekha alikuwa amejipamba, amejitayarisha kama mwanamke ambaye anamtayarisha mumewe. Basi akamwambia Yusuf, nisikize kwa makini. Sitaki tupelekane mbio. Nachotaka mimi ni unisikize kile nitakachokwambia. Na nataka leo ulale na mimi. Yusuf akamwambia, mlani shetani. Wewe ni mke wa bosi wangu, na mimi nakuheshimu sana, siwezi kufanya jambo hilo. Basi Zulekha akampiga Yusuf kofi, na Yusuf hapo hapo Mwenyezi Mungu akamsaidia na akamfungulia milango ile na Yusuf kukimbia. Sikiza mpenzi mtazamaji, Yusuf hakutaka kabisa kumfuata Zulekha mambo yake, na ndipo hapo Mwenyezi Mungu akamsaidia milango kufunguka na yeye kuweza kukimbia. Lakini mwanamke naye alikuwa ni shetani, anamuona kabisa mtu anakimbia bado anaendelea kumfuata, bora tu atimize jambo lake. Lakini mlango wa mwisho ndio ulikuwa mlango ulikataa kufunguka, na Zulekha akamshika Yusuf nguo yake na kuikata. Kwa nini hii nguo ilikatwa? Nguo hii ilikatwa kwa sababu ili mume wake apate kujua kwamba mwenye makosa ni Zulekha. Hapa ndo utajua Mwenyezi Mungu ilikuwa kunia yake ni kumdhahirisha Zulekha. Basi mume wa Zulekha akamwambia Yusuf, mimi nakuamini, kwa hiyo nataka unionyeshe ushahidi ama ujitetee ni nani mwenye makosa. Yusuf akamwambia, ninaye shahidi, na shahidi huyo ni mtoto na anahusiana na Zulekha. Kwa hiyo kama mshahidi huyo ni mrongo, basi afaa amtetee Zulekha na sintetee mimi. Na ndo hapo akaitwa yule mtoto, na mtoto huyo akasema, shati ya Yusuf kama imekatika, basi Zulekha ndo mwenye makosa. Ilipoangaliwa shati ile ama kanzu ile, ikaonekana kwamba imekatika kweli. Hapa ndo watu wakajua kwamba mwenye makosa ni nani. Potifar ambaye ni mume wake na Zulekha alisikia uchungu sana, lakini ilikuwa hana budi kwa sababu ndo ishakuwa hivyo. Akawaambia wale wafanyikazi wengine kwamba chochote kilichotokea hapa hakikisha hakisikiki nje, yaani chochote kilichoonekana pale ama kilichosemekana pale kisitoke nje ya kasri. Siku hiyo Zulekha alialika watu, alialika wanawake ama marafiki zake, na alipoalika
akawapatia kisu na chungwa ili wakate yale machungwa, lakini nia yake haikuwa hivyo. Nia yake alikuwa ni kuwaita pale waje wamuone yule mfanyikazi wake ambaye ni Yusuf. Yusuf akapita. Yusuf alipopita kwenye sehemu ile, wale wanawake walishangaa sana kumwona mwanamume mzuri zaidi ya vile. Basi ule mshangao wa kumwangalia Yusuf uliwapelekea mpaka wao kujikata vidole badala ya kukata yale machungwa. Angalia nabii Mwenyezi Mungu alivyomuumba kwa uzuri, mpaka watu katika kumwangalia wanajisahau ni kitu gani wanafanya na kuendelea kujikata vidole. Hii ndio ulikuwa mchezo wa Zulekha, kumwonyesha mume wake kwamba ikiwa hawa watu kumwona Yusuf amejikata vidole, je, mimi ninaishi naye ni nani nisimtamani? Usikose kufuatilia sehemu inayofuata. Ni ndugu yako mkali wa recap.